za saizi ya mume wangu. Maina, mke wangu, duniani kuna watu na viatu, lakini wewe umekuwa soksi. Mume wangu, mbona mimi sipo kama hivyo unavyonifikiria? Mimi nilikuwa kwa rafiki yangu. Tulia wewe. Kama ukijua kutofautisha kati ya kisigino na kiwiko, hapo utakuwa tayari umeshajua kutofautisha kati ya utamu wa asali na sukari. Upi ni utamu? Chimwagu, mume wangu, hebu usinifanye kama mgomba wa ndizi. Uzazi wangu ndio ukawa chanzo cha kifo changu. Mimi kosa langu ni nini sasa hapo? Ona huyu, unaongea nini wewe? Sikiliza Maina, najua kuna umalaya wa lejaleja na umalaya wa jumla jumla, lakini wewe unachonifanyia mimi ni umalaya wa jumla jumla. Haiwezekani mimi nimetoka kwenda kazini na wewe unatoka kwenda kudanga. Hivi nini maana ya mimi kukuacha wewe hapo nyumbani? Naongea na wewe. Unachonifanyia ni dalili za jinsi ulivyoongezeka kuwa na kiburi. Mimi naongea na wewe, unajifanya bubu. Hutaki kunijibu, si ndio? Haya, umbeba nini kwenye mfuko? Hii ni mboga, mume wangu. Ni mboga? Asubuhi niliondoka hapa sijakuachia hata shilingi 100. Lakini saa hizi unakuja na mboga. Ndio maana nakwambia kila wakati wewe mwanamke ni malaya. Wewe ni prostitute. Haiwezekani mimi naondoka hapa asubuhi sijakuachia hela, nikienda kazini nikirudi nakuta mapochopocho, nakuta maini, nakuta filigisi, nakuta biriani, nakuta pilau, nakuta wali, nakuta kuku, nakuta filigisi, nakuta maini. Hizo hela unazitoa wapi kama sio malaya wako? Unaenda kwa wanaume zako kuchukua hizo hela? Zile siku ambazo unanipa pesa huwa naweka akiba, mume wangu. Wewe mwanamke, unataka kuniona mimi ni mtoto mdogo? Unataka kuniona mimi ni mtu ambaye sijitambui, sijielewi, si ndio? Nimekupiga kila aina ya kipigo. Hakuna sehemu kwenye mwili wako ambapo sijaipiga. Sawa sana, kilichobaki sasa labda ni kukuvunja shingo yako au kukuvunja mguu ili usiweze kutembea. Wewe mwanamke, huu malaya umezidi. Hiyo tabia chafu umezidi mwanamke wewe. Niongea kwa kutumia nini ili uweze kunisikia na kunielewa wewe mwanamke? Sasa basi, kwa sababu nimekupiga kila aina ya kipigo, bado umekuwa na kiburi, bado umekuwa hausikii. Sasa basi, leo nenda chumbani kanisubirie. Kuna kipigo special leo nitakupiga. Nenda chumbani. Sitaki kuwa na subira, moyo shauti ya hasira. Kaniumiza sana mama. Hapa nilipo moyo wangu wote unaniuma. Isitoshe kaondoka bila hata kuniacha chochote kama kawaida yake. Maina, binti yangu, vumilia kwa mumeo. Kidogo tu unataka kuondoka, tanitia aibu. Mama, tavumilia mpaka lini mwanao? Navumilia mpaka asiyovumilika. Nitakufa mama, nitakufa mimi. Vumilia, hayo ndo maisha yalivyo. Maisha ya ndoa yana uvumilivu. Vumilia mwanangu. Mama, kumjua mchawi na kumhurumia ni sawasawa na kutaka amani ndani ya vita. Subira, nimekosa. Vile viatu vyangu ni vya pesa. Inauma.
nyuki, wakufa na kuzikana. Mzinga wangu wenye nyuki, asali anailamba. Hivi utaacha lini kazi yako unayofanya? Mbona unapenda nionekane naongea mimi? Kwani hakuna kazi ya kufanya zaidi ya hiyo kazi Selemani? Sio rahisi kama unavyofikiria mke wangu. Swala la kutafuta kazi siku hizi limekuwa gumu sana. Lakini pia sinioni niko kimya, napambana mke wangu. Yaani mimi nimekuuliza swali moja, wewe unanijibu kama unahutubia. Kwani tatizo nini mke wangu? Unataka kujua tatizo? Tatizo ni wewe. Kuna muda nafosi niwe na furaha, maumivu yamenikaa, kupigana na ndugu kisa mapenzi, najiona najipiga mwenyewe. Kama usaliti nimesalitiwa, maumivu nimepewa. Wewe unanipigia simu asubuhi, shida nini? Hivi wewe ndugu yangu, kwa unafika tu hata salamu hakuna unafika unaanza kupopoja. Salimia kwanza ujue mtu ameamkaje. Oya, usinichanganye, usinifuruge. Nyoka kwenye pointi muhimu. Unasemaje? Pointi yangu ni kwamba nisikilize sasa ndugu yangu. Majuzi si nimepita tena pale mitakati ile. Umeelewa? Ilikuwa mita kama jioni hivi. Nilichokutana nacho. Nini tena jamaangu? Hao makengeza ulienda kupiga chabo? Maana siku hizi wewe mambo yako mimi si amini kabisa wewe baba wewe. Wewe acha tu ndugu yangu Cheko. Yaani kwanza mimi niliposikia tu vile, sikutaka hata kuendelea kukaa pale. Nikaamua kuchola. We baba wewe jamani, ujionea hata huruma kiwe kilema. Alafu wewe si ulionyo wewe usieni pale. Hivi ndio kwa mfano sasa tunachukulia mfano ndio angetoka pale nje akakukuta ging upo pale umekaa. Unafikiri nini kingetokea? Sasa hivi ungekuwa Habiba Cholage. Jamani, sasa hizi wewe mimi nakwambia wewe angalia. Sasa unafikiri pale ningefanywa ni si zaidi tu angeniweka mafuta haya mbona niambia. Unafikiri kupaka mafuta ni jambo rahisi? Mimi mwenyewe naogopa kweli kupaka mafuta. Ndio maana nikaamua kuondoka, sikutaka kuendelea kukaa pale. Jamaa mwenyewe mwanajeshi yule, siji mcheshi, sasa yule jamaa mkorofi sana yule. Kiukweli yani. Hii kweli siri ya mtungi ajuae kata. Wewe baba wewe, kuna something wrong. Sasa jamaangu, huyo baba anaonekana ni mkatili sana. Huyo baba ni mkatili. Ila natamani nimjue. Sema sasa, unasema mimi na wae. Kuna mtu anahitaji kiwanja pale kwa Mbiku chini pale. Kuna kiwanja kizuri, anataka nikamuuzie kicheko. Kale kama msemo wako umesema kwamba unahitaji kumjua. Unaonaje kwanza kabla kwenda kwenye hicho kiwanja nikupeleke ukamuone? We baba wewe, unaniona mimi mjinga au sio? Unaniona mimi mjinga? Na lana zangu zote kwa huyu baba sitaki kwenda, najua nini kitanikuta. Hiyo mbaya sana. Hapa kuku kaka, siendi mimi, sitaki. Kicheko. Hiki kijamaa akili kweli hakina. Yaani kinakataa kwenda kupewa shavu. Moyo una maumivu ya ndani ndani, tabasamu limekwisha, hata sioni amani tena kwenye maisha. Mzungu, mimi sina tofauti kabisa na samaki aliye China. Najiona kabisa thamani yangu imeshuka kiasi kwamba hailingani hata na bei ya kitumbua. Naona kabisa uvumilivu wake umefika mwisho. Hivi kweli Rita, umeshindwa kweli kunivumilia? Anyways, mimi ni mwanaume, sipaswi kukata tamaa.
Sorry brother. Wewe kima vipi wewe? Sorry kitu gani bana? Samee brother, kichwa kina mambo mengi mwanaume mwenzio. I'm sorry sio. Kwa malume kote kule kupita kote maana njia kama ni ndogo. Pako nigonge mimi, si ndio? Kichwa kina mambo mengi kama nilivyokuambia mshikaji wangu. Nisamee. Sasa ni hivi. Tugongane mara ya pili. Na mimi nilidhiki. Maana sijalizika bado. Usifanye hivyo brother. Nimeumia sana. Yaani bahati mbaya. Haikuwa kusudio langu. Au nizimie. Samee brother. Nizimie. Hapana, usifanye hivyo brother. Kwa mwanangu sikia. Samee brother. Sasa sikia mwanangu. Unaona hii sura hii? Hii sura hii mwanangu hii. Namba chafu. Mimi nishavurugwa mwanangu, nishavurugwa, mimi nishajikataa tamaa. Sio nielewa vizuri. Oa, nitakuharibu sasa hivi. Mimi nitakuharibia siku mshikaji wangu. Sio nielewa? Samee, haikuwa kusudio langu. Bahati mbaya. Nitakupoteza. Sio nielewa vizuri. Nitakuharibu mzee. Nisamee brother. Kengo mai potea bana hapa. Subira. Kwa nini wapi nakosea mimi? Au kuna subira nyingine zaidi ya hii? Mbona nampenda sana mume wangu, isitoshe nafuata kila kitu anachohitaji, lakini bado hajali. Ni subira ipi inayotakiwa? Maina mwanangu, kwani ilikuwa hivi tena? Mume akakumbwa na shetani gani? Mbona hakuwa hivi? Alikuwa mstaarabu tu. Mama, kiufupi ndo maisha yangu ya kila siku. Kiukweli Chimwago ananinyanyasa sana, na hapo unavyoniona toka jana sijatia chochote mdomoni, na yeye wala hajali. Sio mama. Marahaba. Mama, inakuwaje uko hapa? Unakuja nyumbani kwa watu bila hata taarifa? Kwani kuna shida yoyote? Kwani mimi siwezi kuja hapa kwa binti yangu mpaka nitoe taarifa? Mama, iko hivi. Huyu ni mwanao ndio, lakini mimi ni mke wangu wa ndoa, nimemuoa. Nina mamlaka naye. Wewe unapotakiwa kuja hapa nyumbani, ulipaswa utoe taarifa kwamba baba mkwe ninakuja ili mimi niweze kujiandaa kwamba nampokea mama. Sio unakuja tu bila hata taarifa. Mimi nimekuja hapa kwa binti yangu. Sina haja ya kutoa taarifa, na wala sio sababu ya kutoa taarifa. Ni haki yangu kuja kwa sababu unakuja kwa binti yangu. Unakosa? Hayo ni maisha ya ndoa. Na ndoa ni ya watu wawili tu. Yaani mimi na wewe mke wangu. Kwa hiyo haya mambo mama, ndoa haihitaji washauri wengi wala haihitaji washirika. Ili swala ni mimi na mke wangu tutakaa tutaliongea tutalimaliza. Alafu we baba, ndoa isiwe kisingizio kila wakati kumpiga mwanangu. Ndoa ni maridhiano. Na inapotokea tatizo mmekosana, toa taarifa kwa familia au mrekebishe mkeo taratibu. Unampiga nilikupa yeye ufanye ngoma. Penzi limekuwa sumu, ndoa imekuwa chungu. Oh lo lo. Mama mkwe, mimi ni binadamu sio malaika. Na makosa tumeumbiwa sisi wanadamu. Kwa mama, mimi niomba tu uweze kunisamehe. Unajua ninakuwa na msongo wa mawazo sana kule kazini. Kwa kuna muda nikirudi hapa nyumbani ninakuwa nakasirika bila sababu yote ya msingi, naanza kumpokea mke wangu, naanza kumpigia. Kwa mama, mimi nilikuwa tu naomba unisamehe kwa hili.
Maina, mke wangu, kabatini vikombe vinagongana, sembuse mimi na wewe. Ni changamoto ndogo ndogo tu za ndoa ambazo zimetokea. Naomba tu mke wangu, ili litakaa sawa, tuachojirudia tena mke wangu. Nakupenda sana mke wangu na unalijua hilo. Mimi nimeshakusamehe, ila naomba ujirekebishe, hizi tabia zife. Sio kidogo mnapigana. Hii mnavyoishi sio maisha haya. Hivi ingekuwa wengine kwenye majumba yao kwa mtu akirudi na stress zake anapiga tu mke wake, anapiga watoto wake, ingekuwa maisha? Na kuomba babangu, mimi nimeshakusamehe, angalieni maisha yenu sasa. Hiyo biashara ya kupigana naomba isiendelee. Tutakuja kuonana wabaya. Mimi msamaha wako nimeupokea. Maina mwanangu, mumeo ameshaomba samani. Naomba ukae na mumeo. Ila nitakupigia simu kila mara. Litakalotokea lolote, chochote, naomba usisite kuniambia. Sawa mwanangu? Naomba mvumilie kwenye ndoa. Kwani na subira, kwani na uvumilivu. Hii ndoa bado changa. Mtatia aibu. Na mimi nakuageni sasa, ninaondoka zangu. Kwa hiyo asante sana mama. Karibu tena mama. Penzi limekuwa sumu, ndoa imekuwa chungu. Oh no no. Nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa ya vuta heri, subira kwangu haipo. Nimekosa. Leo umeshinda wewe. Umeweza kunisemea kwa mama kwa umenipiga goli 3-0. Lakini mimi na wewe tutakuwa na mazungumzo baadaye. Sawa mke wangu? Subira. Unanchosha na hiyo tabia yako baba we. Unanchosha na huo mwenendo wako. Penzi limekuwa sumu, ndoa imekuwa chungu. Oh no no. Nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa. Habari yako Shem? Shikamoo mchumwagu. Shana na Latifa, masikio yangu hayako tayari kupokea salamu yenu. Kwani salamu yenu imejaa unafiki mtupu. Shem, mbona sikuelewi? Uneni huyu? Hicho unasema unielewi? Utanielewa tu. Iko hivi. Naona umeamua kujivika umama ushauri wa ndoa yangu. Yaani kwa kifupi wewe unajifanya ni kungwi wa ndoa yangu. Iko hivi. Ndoa yangu ni ya watu hawa wawili. Upasi kuingilia, upasi kutoa ushauri wowote pale juu ya ndoa yangu. Yaani kwa kifupi wewe unajifanya kungwi. Maneno yote, mambo yote unayoyafanya, unayoongea ili kuvuruga ndoa yangu, yote nimeyajua. Sawa? Mimi nina wiki ya 3 ama 4. Sipo, nilisafiri. Ndio kwanza sasa hivi unanizibua masikio. Sielewi chochote shemeji. Uneni huyu? Eti unasema na kuzibia masikio. Kama masikio yako yalikuwa yameziba, mimi ndo nimeyazibua. Sikiliza. Usinifanye kama vile mimi ni mtoto mdogo. Mimi na akili zangu najitambua sana. Yote unayofanya kwenye ndoa yangu, kwa mke wangu, nimeyasikia na ninayajua. Ninakuonya uache mara moja. Ukija kuendelea, I say, kitu nitakachokufanya dunia nzima itashangaa. Sikiliza. Katika dunia hii kuna watu wawili tu ambao huwa hawabadilishi msimamo wao. Mtu mwerevu sana na mtu mjinga sana. Kwa hiyo basi utachagua mwenyewe. Upulize ili iwake au upulize ili izime. Moyo shauti ya hasira. Subira. Unanchosha na hiyo tabia yako baba we.
unanchosha na huo mwenendo wako. Penzi limekuwa sumu, ndoa imekuwa chungu. Oh lolo, nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa yavuta heri, subira kwangu haipo, nimekosa subira.